Na hende siode. Bas, mimi nimekuja kwa mwaliko wa majority leader wetu ambaye ni mbunge wa hapa, na nikasema niitike mwito. Na jugira di gutumana derehe. Neje kila wega. Neje kila wega. Eni, Draumire Arusha, mimi ni mbunge wa huko East Africa, naitwa Maina Karobia. Nikasema lazima nikuje kwa hii hafla kwa heshima ya Kimani Ichung'wa. Na niseme mayanga higo huko niko kundu ya kwa mbere. Ndonire thukuru ya public ya ngorofa. This is a phenomenon. Huyu mheshimiwa Kimani Ichung'wa ni mtu ambaye mimi niliona transformation ya constituencies, particularly the education sector. Mimi niliona ikianza na huyu mheshimiwa Ichung'wa. Na mimi kitu ambayo nitasema na nilisema hapa wiki mbili ambazo zilipita, as long as Kimani Ichung'wa ako kwa ballot, nyinyi wakaaji wa Kikuyu, tafadhalini mpelekeni bunge. Niguo andu acio marageria kumuhura tumere ithuĩ tũtirioyaga njuko, ithuĩ tũtirioyaga mucene, ithuĩ tũrĩcagũraga mũndũ tondũ tũramũmenya na tũkamenya maendeleo make. Na ndiposa sisi tumesema kama watu wa eneo hili kwamba tukiona kiongozi ambaye anafanyia wananchi kazi yetu si kuvuruta huyo kiongozi chini, kazi yetu si kutusi huyo kiongozi, kazi yetu ni kushikilia huyo kiongozi. Na tumeona nafasi kubwa ambayo Kimani Ichung'wa amekuwa akishikilia watu wake wa hapa Kikuyu. Na huyu kiongozi wa hapa kwenu, nyinyi mko na bahati kubwa sana, kwa sababu Kimani Ichung'wa si kiongozi wa hapa Kikuyu peke yake, ni kiongozi wa taifa mzima. Na ndiposa sisi tunasema hata sisi watu ambao ni wachanga kama vijana, unajua mimi ni kijana wa hapa kwetu, lakini nimeambiwa niende huko Arusha. Hiyo ni kumaanisha kwamba usikuwe tu kiongozi wa eneo ambayo umetoka, enda utembee huko mbali, ukuwe hata kiongozi wa East Africa, si ndio? Na nimesema sisi kama watu wa hii pande yetu ya Mount Kenya tuko kila mahali. Watu ambao wanafaa kupinga ukabila nambari moja ni sisi watu wa hii eneo, kwa sababu wakati vita ilianza 2007 watu wetu ndio tulikuwa tunaona wakichomekewa, watu wetu ndio tulikuwa tunaona wakilia. Na hiyo mambo sisi tulisahau, mambo ya ukabila. Na ndiposa unaona hawa wabunge wote ambao wametoka eneo la Mount Kenya wanaongea kwa kauli moja kwamba sisi ni nationalist. Nimesikia kuna nationalist na watu wa eneo lingine na watu wa mambo mengine. Sisi we are a nationalist community, kwa sababu sisi ndio tulienda kwa kichaka tukakomboa taifa hili, na hata kwa hii kukomboa mambo ya uchumi sisi ndio tutaongoza. Waziri wetu Duale mkiwa na majority leader, mimi niliwakuta kwa siasa ya William Ruto 2018. And the campaign that you are leading in 2018 to 2022 was a campaign of service delivery, a campaign of changing the kind of politics that we have in our country. That divisive politics and the politics of partisan politics, the politics of ethnic mobilization, we buried it in 2022. And I want to encourage the leaders that we have, that we continue having a national conversation of how we can drive our country forward. Ukiwa waziri wa defense, mimi nikiwa East Africa, wakati ulipeleka majeshi huko Kongo, mimi sikusikia umechukua watu wa eneo fulani ukawapeleka Kongo. Mimi niliona ukimobilize majeshi ambayo ni ya taifa la Kenya. And that is the project that we want to have, the project of Kenya. Kwa sababu nimeona mdosi wangu amekuja hapa, mimi ni mkulima mdogo, bado najiinua. Na unajua siwezi toa mengi kuliko wale watu ambao ni wakubwa wangu. Si ndio? Nikiruta pesa nyingi kulia ndio ya kurugukira. Naona ndio kana shilingi kirika na rimwe. Kwa project yenu. Na niseme majority leader, mimi ni mwalimu by profession. I have a TSC number. So mambo ya education naifuatilia sana and I will always support. Mheshimiwa Ichung'wa, mimi nitakuwa naendelea kutembea na wewe hapa kwa sababu wewe ni baba wetu wa mambo ya bunge, and we continue supporting you. Ono giagado mari kurumirira. Wako ukimenya karofia.
niwe mfuasi wako na pemu. Asanteni sana na Mungu awabariki. Haya, tumpigie Mheshimiwa Maina Karovia makofi. Maina Karovia ni MP wa Iala na hayuko Iala kuwakilisha kabila, anawakilisha taifa letu la Kenya kwa bunge la East African Legislative Assembly, na ni kijana mchanga sana kutoka hapa Thika. Kuna mtoto naambiwa amepotea, anaitwa Mildred. Tafadhali kama uko karibu na mtoto mwenye hujui, muulize kama ni Mildred, umlete hapa kwa hii meza ili mama yake amchukue hapa. Kasichana kanaitwa Mildred. Okay, tumpigie makofi Mheshimiwa Mwashua, makofi kwake, bunge ya Kiambu. Asante sana Mheshimiwa Faruk. Mimi nasimama hapa, mimi naitwa Mashua Idhaka, na mimi nimekuwa hapa leo kuja kushikilia ndugu yangu Kimani Ichung'wah, lakini mimi si mgeni sana hapa, kwa sababu mimi dada yangu mkubwa ameolewa hapa Kikambura, na mimi huja hapa sana. Barea Garoya, ule msabato ambaye alikuwa anasifika sana hapa, lakini aliaga. Kwa hivyo mimi nashukuru sana kuwa hapa, na huyu Kimani Ichung'wah hakuwa na uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu pale kakuwa kura zinahesabiwa. Mimi nikakuwa nimechoka, sikuwa naelewa sikta vizuri, nikasema naenda nyumbani kulala. Kimani Ichung'wah alipiga simu akaniuliza niko wapi. Nikamwambia mimi nimeenda kulala. Akaniambia wewe rudi huko, utaibiwa hizo kura zikihesabiwa. Nikabidi nirudi pale, na ni kweli kwa sababu kulikuwa na magari zingine hapo nje ambazo zilikuwa zina jama ya kuninyang'anya hiyo kura yangu. Kwa hivyo kila wakati mimi mshukuru Kimani Ichung'wah sana, kwa sababu si kama yeye ambaye aliniambia vile nitafanya, singekuwa hapa kama mjumbe wa Kiambu. Nikikuja hapa leo mimi nimefurahi sana, na Kimani Ichung'wah kweli wewe ni shujaa, kwa sababu kila barabara ambayo nimekuja hapa, hata hizi barabara ndogo nimeona zimewekwa lami. Juzi nikasikia pia hata ile za chawekwa lami zinawekwa kabro. Na hii Kimani Ichung'wah na kusifu sana, umefanyia watu wa Kikuyu kazi sana. Vile vile tunaona kwamba kuna soko mbili zinajengwa hapa ya Kikambura. Vile vile mashule umejenga sana. Kwa hivyo Kimani Ichung'wah tunakusifu sana, kweli wewe ni kiongozi ambaye umetuongoza vizuri kule bunge. Mimi nikikuwa na mambo ambayo sielewi na kujanga hapa kwako na kuuliza na unanieleza, na mimi nashukuru sana. Vile vile ningependa kushukuru serikali yetu kwa sababu imetupatia milioni 50 million kwa kuweka stima katika kila constituency. Vile vile Mr. Bushengo ambaye ako hapa, juzi rais alikuwa huko Korea na alipatiwa 31 billion ya kujenga Konza. Kwa hivyo pia tunashukuru rais wetu kwa hiyo kazi nzuri. Vile vile ningependa kushukuru rais, tukufu rais, kwa sababu ya kupatia sisi 6.9 billion ya kahawa. Wakulima wetu wa kahawa wamepatiwa waiver ya 6.9 billion. Mimi sitaongea sana, nitafikisha hapo, lakini kuna kitu moja ningependa kusema. Hii mambo ya moja, na ni muhimu sana tuwe na imani ndio Kenya yetu iweze kuwa na iendelee mbele kwa maendeleo. Mimi pale bunge nimekuja ku appreciate wale watu ya North Eastern. Wale wako pale, watu wa kutoka West Pokot, na nchi yetu pande hizo. Nyinyi mkiangalia nchi za jirani, kila pahali kuna vita. Kenya peke yake ndio iko na imani. Kwa hivyo hao watu ambao wako huko North Eastern, West Pokot, Turkana, hawa ni watu muhimu sana ambao wanafanya sisi to enjoy this peace and tranquility ambayo tuko nayo.
Kwa hivyo ni muhimu sana tukae pamoja, tukae kama nchi moja, kwa sababu sisi wote ni equal and we are all relevant. All our counties are relevant, na hakuna mkubwa ama mdogo. Kenya ni moja na tukae kama nchi moja. Thank you very much. Asante, atoe yako. Tumpigie Mheshimiwa makofi. Ile kitu Mheshimiwa hakusema ndamuhuria thimu thaa mũgwanja na nuthu cia ũtukũ akĩnjĩra mũciĩ ngĩmũria korwarire wĩ nyũmba kura ciiywo ndũthiĩ ũrangĩre nginya gĩtangathwo. Ametupea 100,000, 50,000 cash, 50,000 M-Pesa. Acha tumuite Mheshimiwa Roko kutoka kule Embu, mbali sana, na kwa makofi mpaka kule tumpigie.